Katika video hii nataka ni kujuze kuhusiana na ugonjwa unaoitwa dental caries, ugonjwa wa meno kulika na kutoboka, na nitakujuza ni vitu gani vinavyopelekea meno kutoboka. Kuna mazingira gani yanayosababisha mpaka meno yanatoboka. Yako mambo ya msingi manne, lakini katika haya mambo manne nitaongelea basically mambo matatu ambayo ndio ya msingi zaidi, na kwa siku ya leo nitayataja tu kwa kifupi, lakini video za mbele nitakueleza kwa kina fakta moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza ni bakteria. Kuna bakteria ambao, uwepo wa bakteria katika kinywa ambao wanasababisha meno kuweza kulika, na kimsingi ni kwamba sio kwamba hawa bakteria wanasababisha magonjwa mengine katika kinywa, isipokuwa tunawaita normal flora. Ni bakteria ambao wanakaa katika mdomo au katika kinywa wakiwa na shughuli zao na maisha yao, lakini madhara yake yanatokea pale ambapo katika michakato yao ya maisha kuna vitu ambavyo wanavisababisha, wanavifanya vinapelekea meno kuweza kulika. Na hii ni kutokana na vile wanavyozalisha katika kinywa. Na labda niseme kwamba kwa sababu mtu anapokuwa anakula kunakuwa na mabaki ya chakula mengi, basi wale bakteria wanapokaa humo wanazaliana, wanakuwa wengi sana, na yapo mambo wanakuwa wakiyafanya yanapelekea meno kutoboka. Na fakta ya pili ya msingi ni vyakula vya sukari, ulaji wa vyakula vya sukari. Unapoingiza sukari katika mdomo, hususani carcinogenic foods, vyakula ambavyo vimesindikwa kiwandani vya sukari, vinapelekea sana meno kuweza kulika na kutoboka. Na hii ni frequency, mara ngapi unakula vyakula vya sukari, na kwa kadri unavyokula vyakula vya sukari mara nyingi zaidi, ndio unaweza kupelekea meno kutoboka. Hoja ya msingi sio wingi wa vyakula, ila hoja ya msingi ni mara ngapi, frequency, na si kila chakula cha sukari. Kwa mfano mua una sukari, lakini hauna shida sana ukilinganisha na chocolate ambayo ina sukari iliyosindikwa kiwandani. Kumbuka vyakula vya sukari ni vingi, na mtu anakunywa uji, andazi, chai, moto kuna sukari. Kwa ulaji unapelekea. Namna gani tutaangalia katika video zetu huko mbele. Kila kimoja tutaona namna gani kila factor tutaona namna gani inapelekea meno kutoboka. Na factor ya tatu ni maumbile ya mtu binafsi. Meno yake yakoje? Yana uimara kiasi gani? Yana madini kiasi gani? Yanawezaje kuresist? Yanawezaje kuwa na usugu unaofanya isilike, lisitoboke? Sasa hii unaweza ukarithi, na ndio maana unaweza kukuta kuna changamoto ya mtoto kuwa anauma meno kama alivyokuwa baba yake au babu yake. Meno yake yanakuwa yanalika sana. Na katika hii fakta ya mtu mwenyewe kuna weakness ya meno wenyewe, lakini pia mpangilio wa meno, kuna mambo ya mate na vitu vingine, factors nyingine ambazo ndani ndogo ambazo zinatokana na hii fakta ya mtu mwenyewe. Na ndio maana watu wanaweza kawa sehemu moja wanakula kwa wakati mmoja, wanakula vyakula vya aina moja, wanasafisha meno kwa namna moja, lakini unakuta kuna mmoja changamoto ya meno ni kubwa kuliko mwingine, au kuna wengine wana changamoto kubwa ya meno kuliko wengine. Fakta ya mwisho ni fakta ya muda. Kimsingi jino linatoboka, yani process ya jino kutoboka, ule mchakato mpaka linalika linatoboka, sio muda mfupi. Inaweza ikachukua miezi, inaweza ikachukua miaka kulika mpaka linafika mahali inaanza kuleta maumivu. Kwa hiyo kimsingi fakta ni hizo nne. Video zinazofuata ukiendelea kunifuatilia, tutaangalia ni namna gani bakteria hawa wanasababisha meno kutoboka. Achana na hawa wadudu ambao unasimuliwa huko na kuwaona kwenye maji au kwenye mazingira fulani. Kimsingi bakteria hawaonekani hata kwa macho. Kwa wale wadudu wanaopelekea jino linalika na kutoboka, hata kwa macho hauwezi ukawaona. Tutaona ni namna gani ambavyo vyakula vya sukari vinaweza kusababisha meno kutoboka, na pia tutaona ni namna gani mtu mwenyewe anaweza akawa kama factor inaweza kufanya meno yalike zaidi. Na kila video tutaongelea factor moja ili tuweze kuelewa kwa kina namna gani meno yanatoboka, ili tuweze kuyalinda meno na tuache matibabu ambayo huenda yanaweza yakawa madhara makubwa sana kwa afya ya vinywa vyetu
na meno yetu. Asante sana kwa kunisikiliza.